kuna wengi katika wanawake na kina mama wamedhulumiwa katika urithi. Mabradha au wanaume au maami wao wasema sisi ndo wanaume, wale ni wanawake, kwa hivyo hawana muhimu sana, hawana dharura sana, sisi ndo tutawasimamia. Huyo hajambo, tutawasimamia. Tena kusimamia ampa chake anapotaka yeye, mali ni yake, amsimamia ampa anapotaka yeye kumpatia. Na wengine hampi kabisa, mimi na dharura bana, yule ana mume wake iko vizuri. Kuhusu nini wewe? Ana mume, hana mume, mali ni yake. Na hii ya pili, katika baadhi ya family ama baadhi ya watu, atakufa mzee ni businessman, watasema wale wakubwa ama wanaume, badili ya kugawanya hizi pesa ama hii kampuni ama hii nini, tutakwenda itafilisika, afadhali tubakie nao, kila mtu apawe shares zake. Hapa kwenye khiari ya shares, lazima yule mrithi, kila mmoja katika wale wenye kurithi aridhike. Huwezi kumlazimisha abakie kwenye, kama hataki ni khiari yake. Hakuna ushirika wa lazima. Hataki, nyinyi si mwataka kufanya share, nyinyi nunueni share yake, mumpe chake aende. Na ametaka leo, kesho hataki tena, pia ana haki kupawa mali yake. Lakini wewe kushika haki yake kisha kwa lazima, na yeye hata akamwambia bana, sisi tushamzee anasema hivi wasia, mzee amesema si lazima, hata mzee akasema msigawanye, hakuna hukumu hiyo. Hata mwenyewe amesema nataka kuendelea kubaki kwenye shirika, ni khiari yake. Mamake amemwambia, baba amwambia, shekhe amwambia bakia, hataki, hawezi kulazimishwa. Ukimlazimisha ni dhulma.